Hivi unajua unaweza ukaenda kanisani na usimwabudu Mungu ukamwabudu mtoto wako? Unajua inawezekana? Inawezekana kabisa. Leo ndio kitu ambacho nataka kuongelea. Mimi nina watoto. Mungu amenijalia kwa neema yake na watoto. Na nimegundua kwamba shetani anaweza kumtumia mtoto wako akawa analia kanisani, anafanya vurugu kiasi kwamba huwezi kuabudu. Unashinda unatoka naye nje, unafanya nini? Unajua sisi makanisa yetu ya Kiafrika hatuna nursery. Makanisa wazungu wana nurseries. Wana sehemu ambazo ukifika kanisani unampeleka mtoto wako kule, analelewa, atapewa maziwa, atafanywa nini? Kuna watu wanalea. Lakini makanisa yetu wengi unakuta unaenda kanisani inabidi ubebeleze mtoto wako ukae naye. Sasa kama usipokuwa makini, mtoto atakuwa analia every time unaenda kanisani, utajikuta huwezi kufanya chochote. Kuna mama kama wawili ambao nimekutana nao, kila ibada wanakuwa nje. Ukiwauliza kwa nini wanakaa nje, sasa mwanangu hapendi kelele na kanisani kwa sababu ya kelele, kwa anakaa nje. Na kikaa nje anakuja mwingine anaanza kupiga story. Kwa hiyo inakuwa tena umeenda kanisani kupoteza muda. Sasa ngoja nikufundishe kitu ambacho Mungu anisaidie. Mimi nilipopata mtoto wangu wa kwanza, alinipenda sana. Kwa alikuwa anataka kila wakati awe mikononi. Every time alikuwa anataka kuwa mikononi. Napoimba mimi nilikuwa naimba praise, naimba kwaya, kiongozi na nini, nakuta kanisa labda una majukumu huko na unataka wewe mgongoni au mikononi. I prayed, nikamwomba Mungu, nikasema Mungu, mimi nataka nikuabudu wewe, sitaki kuabudu mtoto. Ninaomba unisaidie mtoto tunapokuja kanisani awe analala. Kwa sababu imagine ndio ujue kwamba shetani alikuwa anataka kuniharibia. Siku ya Jumapili nilikuwa nimeenda na dada wa kazi, mume wangu na watoto wengine. Amewazoea, anashinda nao siku zote. Lakini siku hiyo anataka tu akae mikono mwangu mimi analia. Hamtaki mtu yote, anataka mimi analia. Nikajua kabisa huyu ni adui anataka niwe nashinda nje nisiabudu. Nikamwomba Mungu, nikamwambia Mungu, mimi sitaabudu mtoto. Na Mungu wewe ni Mungu mwenye wivu, nikiabudu mtoto tamuua mtoto wangu, sitaabudu mtoto. Kwa hiyo nikasema Mungu, nikifika ibadani mtoto analala mwanzo mpaka mwisho. You never expect. Mungu alinijibu. Kuanzia wiki iliyofuata tukifika ibadani mtoto analala mpaka ibada inaisha. Kwa hiyo nikawa naabudu. Na hiyo kitu ikaendelea mpaka akafika akawa na miaka 8. Sasa nikawa nilishasahau kama niliomba hilo ombi, nikawa nimesahau. Sasa tukifika tu kanisani kikaa kwenye kiti anasinzia mpaka ibada inaisha. Nikamwomba Mungu, kama Mungu, nini kinaendelea na mwanangu? Kwa nini kila akifika ibadani tu ibadani analala? Mungu akanikumbusha, akasema uliomba kwamba mwanao akifika ibadani alale, imeendelea kwa kataa. Kwa hiyo nika reverse, nikasema sasa Mungu, mtoto wangu miaka 8 ameshakuwa mkubwa, sasa yeye anaabudu kama wengine watoto wengine wa umri wake. Na kweli akaacha kulala. Na sasa hivi nikapata Mungu akanipa watoto wengine. I pray the same, niliomba the same thing. Bwana Yesu, watoto wangu kanisani watulie. Wanatulia. Kwa hiyo mama, acha kukumbatia mwanangu, wote mwanangu mimi hapendi kukaa kanisani, mwanangu kanisani na kelele, hapendi kanisani. Unakaa nje, huwezi kuabudu, utamwabudu mtoto. Na Mungu ni Mungu mwenye wivu, anaweza hata kumtoa mtoto akamchukua ukaanza kushangaa. Mungu anafanya mambo ya ajabu. Mimi nina mtoto wangu mmoja alianza kutoroka kanisani. Tukiwa kanisani anatoroka, anarudi nyumbani. Nikamwomba Mungu, nikaenda nikaweka uzio. Nikasema kuanzia leo naweka uzio, malaika wa Bwana asimame. Nikaenda ile sehemu nikasema malaika wa Bwana asimame hapa. Mtoto wangu akitaka kutoroka tuanze kwenda huko mitaani, Bwana Yesu malaika wako amrudishe. Mpaka sasa mwanangu hatorokaji. Tunakaa naye, tunasali naye mpaka mwisho, na ni mtulivu na ni mdogo na miaka 3 sasa hivi. Kutoka mwana mwaka mmoja yuko, yani ni mtulivu ibadani, unakaa naye mwanzo mwisho. Kwa haya mambo Mungu anafanya. Na usipojua shetani atamtumia mtoto wako. Utashangaa kuna ibada unaabudu, ibada zote unakaa unabembeleza mtoto. Na wewe unakosa. Na kama nafsi yako haipoi chakula, kama nafsi yako haipoi neno la Mungu likashiba, utajikuta umeanza kurudi nyuma, and that is not good. Kwa hiyo tubadilike. Amen.